Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu ya deni ya mambo ya stima. Nilisimama hapa kiwanjani nikawaambia tutakuwa na mpango ambayo itafikisha stima makwenu. Leo nimekuja hapa, tumewapatia bilioni 1 na milioni 100, 1.1 billion ya stima ya watu wa Taita Taveta County. Sawa sawa. Huyu ndugu yetu, mjumbe wetu Bwana John Bwire yuko hapa. Nimekubaliana na yeye. Sawa sawa. Huyu bwana leo kule Njukini tumeanzisha mambo ya stima, na nimesema watu wa hapa Taveta kwa sababu wamechelewa siku nyingi. Sasa nimempatia huyu mungwana milioni 240 aunganishe stima ya watu wa Taveta. Sawa sawa. Na hiyo kazi tumeanzisha leo. Hapa leo nimekuja na kampuni 15 ambao watafanya hiyo kazi ya kuunganisha stima. Watu 1,400 kwa miezi mitatu ijayo watakuwa wameunganishiwa mastima makwao. Na hiyo stima, nataka mnielewe, hiyo stima unaunganishiwa nyumbani kwako, utaunganishwa bila malipo yoyote. Serikali ya Kenya itakulipia. Na hiyo ni mpango mkubwa wa taifa lote la Kenya ambayo tutatumia bilioni 36 kuunganisha wananchi 460 katika mambo ya stima Kenya, kwa sababu tumesema stima isiwe starehe ya matajiri peke yao. Stima iwe haki ya kila mwananchi wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Taveta? Mnasema tuendelee kuwa stima ni starehe ya wachache, siiwe ya wananchi wote? Ama mnasemaje jameni? Tunakubaliana? Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwenu kwa sababu ya mambo ya barabara. Si ndio? Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nyinyi mnajua hii barabara ya kutoka hapa kwenda Eldoro, kwa sababu ya mambo ya maji imetusumbua miaka nyingi. Si ndio? Na kutoka kule Eldoro kwenda mpaka Mrabani, Mrabani. Si ndio? Kupitia pale Python Hill ikisonga ikienda Mrabani. Hiyo pia inatupatia matatizo mengi, na kule tuko na wakulima sugu, wakulima wa bidii sana, wanatuzalishia ndizi, wanatuzalishia vyakula. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnajua vile vile ile barabara ya kutoka Sesi pale kwenda Rekeke, kwenda kule Mata mpaka kule Jipe, hiyo barabara pia iko na mafuriko na matatizo makubwa sana. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nimefika hapa leo, hii barabara ya kutoka hapa kwenda Eldoro mpaka Mbarani, hiyo barabara kontrakta wawili wako pale. Kabla ya mwisho wa mwaka ujao tutakuwa nimetandika lami, hiyo barabara tutakuwa tumemaliza. Barabara ya Ses pale tumeweka shilingi bilioni 2. Kontrakta nimeanzisha leo ili pia tujenge kilomita 26 kutoka pale Sesi mpaka kule Jipe, ndio wananchi wa sehemu hiyo pia wafaidike. Si ndio? Alafu tuko na barabara ingine hapa ambayo iko na kiburi sana. Barabara ya Taveta kwenda Njukini kwenda mpaka Olasit. Si ndio? Sawa sawa. Mnajua
Mimi nilikuwa jana kule Kajiado. Watu wa Kajiado wakanieleza mambo ya hiyo barabara. Nyinyi watu wa Taveta mko na haja na hiyo barabara. Ni kweli ama si kweli? Hiyo barabara itatusaidia kwa sababu itapunguza ile safari ya kupeleka mazao yetu Nairobi. Hakuna haja ya kwenda Voi kupoteza karibu kilomita 100. Sasa tukikatia hapa Nairobi itakuwa karibu sana. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni maneno. Hiyo barabara imetusumbua tangu 2014. Lakini mimi sasa nataka niwatangazie mambo ya hiyo barabara nimekamilisha. Hiyo barabara kuanzia mimi nitarudi hapa kuanzia Januari, hiyo barabara mimi najenga, na kabla ya mtihani ya 2027 mimi nataka hiyo barabara iwe imekamilika. Tuachane na story mingi. Ama mnasemaje watu wa Taveta? Nasikizeni. Mimi niko na biashara na hiyo barabara. Kwa sababu mnajua sisi watu wa hapa Taveta ni wakulima. Si ni kweli? Tunalima mahindi, tunalima viazi, tunalima nyanya, tunalima ndizi. Sisi ndio tunalisha watu wa kule Nairobi. Na mimi kwanza hiyo barabara itanisaidia sana. Kwa sababu nyinyi kama wakulima mnalima chakula, mtanisaidia. Kwa sababu kuna watu wako street huko Nairobi wameweka sufuria kwa kichwa, wanatafuta bei ya unga ati iteremuke. Na hawajui unga haitoki kwa duka. Si unga nyinyi ndio mnalima shambani. Kwa hivyo mkilima shambani, hii barabara itusaidie kufikisha Nairobi, pressure yangu itarudi chini. Wale watu wa sufuria wakuvaa sufuria Nairobi watawachana na mimi. Si ndio jameni? So barabara hii tujenge ama namna gani? Si tujenge? Tukamilishe. Ndio safari iwe fupi. Vile vile mimi nimekuja hapa leo, mbali na hiyo barabara, mbali na mambo ya stima, ni kwamba kesho, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba mambo ya ajira ya vijana, kesho hapa Taita Taveta County, kwa mara ya kwanza, mimi niko hapa na Waziri Joho wa madini, niko hapa na Waziri Mvurya wa mambo ya viwanda, niko hapa na Waziri Wandai wa mambo ya stima. Sisi wote kesho tunaenda kuanzisha kiwanda. Mwekezaji ataweka shilingi bilioni 11 kutengeneza kiwanda ya chuma hapa Taita Taveta County. Ile iron ore ambayo tumekuwa tukipeleka ng'ambo, wanaenda kutengeneza chuma alafu wanaturudishia hapa. Sasa tumesema iron ore haiendi tena ng'ambo, tunaleta kiwanda kutoka ng'ambo, tuwe tunatengeneza chuma hapa Taita Taveta County.
kulikuwa na dua pale, kulikuwa na maombi pale, tukasema tusimamishe. Aya, tuseme amin. Bas, mambo iko sawa. So nilikuwa nimesema ya kwamba kesho tunaenda pale ili tuweze kuanzisha kiwanda ya kwanza hapa Taita Taveta County ya kuhakikisha kwamba hawa vijana wetu pale, hiyo kiwanda ya chuma itaajiri kati ya vijana 3,500 na vijana 5,000. Nyinyi vijana wa Taveta mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze hivi, mbali na hizi kazi zote ambazo tumefanya, sasa mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Mimi nilisimama hapa nikawaambia ya kwamba tutabadilisha bima ya afya. Ile bima ya NHIF ilikuwa ni bima ambayo ilikuwa inashughulika na watu wenye ajira, mtu wako na payslip ama mtu mwenye uwezo. Mimi nataka niwaulize watu wa Taveta, ni mtu mwenye ajira na uwezo peke yake anakuwa mgonjwa? Si kila mwananchi anaweza kuwa mgonjwa? Si hata yule hana kazi anaweza kuwa mgonjwa? Si hata yule ambaye hana uwezo anaweza kuwa mgonjwa? Ndio mimi nikasema hatuwezi kuendelea na bima ambayo iko na ubaguzi. Lazima tuwe na bima ambayo inaleta usawa. Na ndio tumesema katika bima mpya ya Universal Health Coverage, sasa itawezekana wewe mwananchi wa kawaida, na wewe pia, mbali na wewe kutokuwa na kazi ama wewe huna uwezo, pia tutakusaidia. Yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia bima ya afya. Hatutaki mwananchi tena awe na kansa, awe na diabetes ama ugonjwa zingine zote, ati aende hospitali aambiwe hospitali ya kwamba wewe huna pesa, wewe huna uwezo, wewe huna bima, wewe enda nyumbani uende ungoje kifo. Hiyo haiwezekani tena. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu tuko na bima sasa ya Taifa Care. Hiyo Taifa Care tumehakikisha ya kwamba kila mwananchi, bora wewe umejisajili, kazi yako ni moja. Wananchi wa Taveta, mnanisikiza? Munisikize vizuri.